Heri ya Pasaka mwanafamilia wa Mbayu TV, ni kukaribishe hapa katika YouTube channel yetu, sehemu ambapo unayapata yote ya kisiasa, michezo na taarifa nyingine nyingi. Na hivi sasa nipo na taarifa ambayo inaeleza kwamba Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum imeeleza kupokea kwa masikitiko makubwa taarifa ya video zilizosambaa kwenye mitandao ya kijamii zikionyesha kundi la mabinti wakimshambulia na kumdhalilisha binti mwenzao kwa maneno na vitendo vinavyotajwa kutokuwa vya kibinadamu. Tukio hili linasadikika kufanyika usiku wa kuamkia Pasaka tarehe 20 mwezi Aprili mwaka 2025. Kwa mujibu wa taarifa zilizopokelewa kupitia mtandao wa Instagram, mabinti wanaohusika wanaripotiwa kuwa ni wanafunzi wa vyuo vikuu viwili tofauti nchini Tanzania, huku chanzo cha mzozo huo kikiwa ni mgogoro wa kimapenzi unaomhusisha mwanaume mmoja anayetajwa kwa jina la Mwijaku. Akizungumzia tukio hilo, Waziri wa Maendeleo ya Jamii Dr. Dorothy Gwajima amelaani vikali kitendo hicho na kueleza kuwa ni kinyume kabisa cha misingi ya utu, haiba ya mwanamke wa kisasa na lengo la elimu ya juu. Na mnukuu akisema kuwa binti msomi anatakiwa kuwa igizo cha mabadiliko, mshiriki wa kupambana na ukatili, noti mfadhili wa udhalilishaji. Kitendo hiki ni aibu kwa utu na mwanamke wa Tanzania, ameweza kusema Dr. Gwajima. Dr. Gwajima ameeleza hatua zilizochukuliwa mara moja na wizara, ikiwemo manusura kuunganishwa na huduma za ustawi wa jamii, msaada wa kisaikolojia na dawati la jinsia, polisi kwa ajili ya msaada wa kisheria, mawasiliano kuendelea na wakuu wa vyuo kupitia madawati ya jinsia kwa ajili ya hatua za nidhamu dhidi ya wanaohusika, na waziri kuwa katika mawasiliano na Waziri wa Elimu, Sayansi na Teknolojia pamoja na Wizara ya Mambo ya Ndani kwa hatua za kina zaidi. Waziri Gwajima ametoa rai kwa wananchi, hasa wanafunzi wa vyuo na wanawake, kuepuka kujihusisha na tabia za kudhalilishana, bali wajenge jamii ya usawa na heshima. Hakuna aliye juu ya sheria. Tutetee heshima ya wanawake kwa kuungana dhidi ya ukatili, sio kuwa chanzo chake, ameweza kusema Waziri Dr. Dorothy Gwajima, waziri wa masuala ya kijinsia, moja ya mawaziri ambao amekuwa akipata sifa nyingi sana kutokana na ushirikiano na hatua ambazo huwa anazichukua moja kwa moja kupitia Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum. Bwana, wanafunzi wa vyuo wamekuwa ni moja ya kundi ambalo kuna trend ya matukio, viunganishi vya matukio kadhaa. Unakuta mwanafunzi wa chuo amerekodi video za utupu zinazoonyesha kitu fulani. Leo hii tunaona wanafunzi wa vyuo wamefanya vitu hivi. Yaani tunakuwa tuna kizazi ambacho kinakuwa kinatutia mashaka kwamba tunatengeneza wasomi wa namna gani kwa matendo haya. Sio wote wanaofanya hivyo. Kuna wengine wanafanya vizuri, tunaona wana perform kwenye masuala ya kuonesha talent, wana perform kwenye masuala ya kuonyesha uwezo wa kiuongozi. Lakini kuna hao wachache ambao wamekuwa wakichafua taswira nzima ya wanafunzi wa elimu ya juu. Watu wanakuwa wanahisi kwamba wanafunzi wa elimu ya juu ndio tabia zao tu. Mtu akisema chuo bata, basi watu wanahisi kwamba ndo bata zenyewe hizi. Unakuta ugomvi wenyewe umetokana na nini? Chanzo ni wivu wa kimapenzi, kitu ambacho kinakuwa si sahihi. Bwana, tunaamini hatua stahiki zitaweza kuchukuliwa na kila kitu kitakuwa kinakaa sawa, lakini ni kitu cha kujifunza kwa ndugu zetu, wadogo zetu, dada zetu, kaka zetu mliopo vioni huko. Mhakikishe kwamba mnatetea kile ambacho mmeenda kukipigania huko. Mhakikishe kwamba mnapambania muweze kupata ufaulu mzuri, mwisho wa siku muweze kurejea mtaani mkiwa na akili ambayo inaweza kuwasaidia kuweza hata kuajirika na kujiajiri nyinyi wenyewe. So mnakwenda huko mnaanza kuwaza vitu vingine, kitu ambacho kinakuwa kipendezi. Wazazi wamewapelekeni huko, walezi wamewapelekeni huko wakiwa wana matumaini makubwa, wakiwa wana imani kwamba siku moja mtaenda kufuta ule mstari wa umaskini. Hata kama kwenu si maskini, siku moja utaweza kuwa umesimama na kujipambania wewe mwenyewe kupitia elimu ambayo umeweza kuwa umeipata baada ya wazazi wako kupambana kwa muda mrefu wakakufikisha hapo. Zimetumika pesa nyingi, serikali imewekeza fedha nyingi. Sasa ambapo unakuwa unajiingiza katika vitu ambavyo si sahihi, ni kitu ambacho kinakuwa kipendezi. Unaona namna gani watu wamesha kuweza kutizama umetengeneza taswira gani mitandaoni. Kila mmoja anakuona wewe ambaye haufai kabisa kwenye jamii. Wewe uliyepigwa kisa mapenzi na wewe ambaye umepiga mtu kisa mapenzi, wote mnaonekana ni nonsense. Wote mnaonekana kwamba vitu ambavyo mnakuwa mnaviwaza
si vitu vya msingi. Hii ni Mbayu TV, ni kukumbushe kama bado hauja subscribe katika YouTube channel yetu, basi hakikisha kwamba una subscribe, lakini pia hakikisha kwamba una like, una comment na kushare taarifa zote ambazo sisi tunakupa wewe kila siku na kila saa. Niite David Edward. Uwe na siku njema mtazamaji wa Mbayu TV.